Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa maandiko, Yesu yuko duniani, yuko hapa kwetu. Ukisoma Yohana 14:15 na 16 anaelezea vizuri haya mambo. Namna gani Yesu wa kuondoka. Sisi ndo we call it visitation kwa sababu huwa tunakaa kwa muda mrefu bila kuinteract with the word of God. Lakini yeye yuko hapa na neno lake liko hapa. Alipoambia kwamba mimi ninaondoka, wakati wanafunzi wake wamemfurahia sana, wanaona huyu mwamba hatakiwi kuondoka. Unatuambiaje unatuacha, sisi tumekuzoea, tunakupenda sana. Anawaambia hivi, mimi natakiwa niondoke ili nyinyi muwe miamba. Nikiendelea kubaki hapa mimi Yesu nitakuwa limited. Huu mwili unanilimit mimi. Lakini nikija ndani yenu ninakuwa all over. Ninakuwa kila mahali. Kwa hiyo Yesu yuko kila mahali ulimwenguni. He's everywhere. Yuko kila mahali. Yuko vijijini, yuko mjini, yuko mashambani. He is everywhere. By His Spirit. He's here with us. He's here with us. The only thing you want. Listen. Sheko pradida male Arabahosamia. Kwenye Samueli anasema neno la Bwana lilikuwa adimu wakati ule. Ribakosi bane amare nimeko pradida male. Kwa hiyo kinachotakiwa tu kwetu hapa, sio kwa sababu Mungu yuko adimu. Mungu hayuko adimu. He is here. Kinachotufanya sisi hatuelewi haya mambo ni kwa sababu tu uko umbali, iko distance katikati yetu sisi na light. Kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu we want the Spirit of God kushorten, kuweza kupunguza hiyo distance iliyopo ili tukutane na light, which is the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm here to tell you what you want sio prophecy. You just want the word of God. You need the word of God. Simple as that. You need the word of God. You need the word of God. Kila mtu anayetuangalia, kila mtu anayetufuatilia, I'm here to tell you you want. Ngoja nikwambie kitu. Unajua, oh my God. Man of God. Uwepo wa Mungu huwa una athari zake. Hakuna namna yoyote, iwe kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, uka interact with the word na ukabaki kama ulivyo. Hivyo ndio ameliweka neno lake. Lina nguvu kiasi cha kwamba hata bahati mbaya ukijichanganya tu ukaingia kwenye neno la Mungu, imekula kwako. You are changed. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila badiliko tunalolihitaji kwenye maisha linatokana, inatakiwa tu sisi tuwe sensitive. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunie. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na shauku, tuweze kutaka. Unajua kuna namna ya kupokea mambo ya kiroho. Tumekuwa casual sana na neno la Mungu, azifu halina nguvu. Yetu ukisoma Waebrania anakuambia neno la Bwana li hai, tena lina nguvu, bila kuliongezea chochote, lenyewe li hai. Haiwezekani ukakutana na neno la Mungu kama umekufa. Haiwezekani. Haiwezekani. Sio neno la Mungu. Labda kama ni neno la nabii wa mtaani kwenu, lakini neno hili la Mungu nalijua kila mtu akikutana nalo kuna kitu lazima kibadilike. I am telling you. Na kama kuna visitation ya kipekee tunahitaji, ni sisi kutembelewa na neno la Mungu. Anaposema yeye hulituma neno lake na kulitoa, hahitaji yeye aje hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu akija hapa ni noma. Mungu ni mnoma kabisa. Yaani Mungu ni hatari kiasi kwamba, unajua Biblia inaposema kwamba hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu akaishi, sio kwa sababu Mungu hataki kuonana na watu. The glory that he has. Ili umuone yeye kwa macho lazima ufe. Kwa hiyo kama unapenda sana kumuona Mungu, hakikisha unatangulia mbele zake. Lakini every time you sing natamani nikuone, hakikisha unaliona neno lake. Yuko kwenye neno lake. Make sure you see the word of God. Natamani nikuone, nione uso wako na nikuabudu. Can we raise that song one more time? Nikuabudu.